umaskini ulivyopoteza ndoto za vijana wa Kiafrika. Karibu tena mpendwa msikilizaji kwenye sehemu ya 8 ya podcast yetu ya Open Mic ya Unique Media, theme ikiwa ni umaskini, mahali ambapo tunazungumza kwa moyo, tunasikilizana kwa hisia na tunaponya kwa maneno. Mimi ni Umi the Voice Queen, mwandishi akiwa ni Gerald Kadinya wa Unique Media TZ. Karibu. Leo tunauliza swali moja zito sana. Ni ndoto ngapi zimekufa kimya kimya kwa sababu ya umaskini? Hii si hadithi ya mtu mmoja, bali ni hadithi ya maelfu ya vijana wa Kitanzania. Kila mtoto huzaliwa na ndoto. Mwingine anataka kuwa daktari, mwingine rubani, mwingine anataka kuwa mwandishi wa habari na mwingine pia anataka kuwa mhandisi. Shuleni walikuwa wanafunzi wazuri sana, walikuwa wanajituma kwa kuamini kesho yao itakuwa bora. Lakini maisha yakaanza kubadilika. Polepole na taratibu umaskini ukaanza kuingia kwenye ndoto zao. Fikiria kijana anayeamka saa 10 alfajiri, anaenda shule bila kifungua kinywa, tena bila nauli, wakati huo shuleni ni mbali mno na hana ada ya masomo. Kijana huyo anaingia darasani akiwa na ndoto kubwa. Lakini akirudi nyumbani anakutana na ukweli mchungu, ukweli ambao anakuta hakuna chakula cha uhakika wala hakuna pesa ya ada. Kwa kifupi, hakuna msaada wa kusoma zaidi. Ndoto inaanza kufifia polepole. Hapa ndipo hadithi nyingi huanza kufanana. Msichana anaacha shule mapema kwa sababu ya ndoa. Mvulana anaacha shule ili aingie kwenye vibarua. Mwanafunzi wa chuo anaacha chuo kwa sababu ya ada. Hakuna anayependa kuacha ndoto, lakini njaa na majukumu ya kifamilia na maisha magumu huvunja ndoto kwa ukimya mkubwa sana, na dunia haisikii sauti hiyo. Kijana anapofikisha miaka 20, jamii inaanza kuuliza, utajitegemea lini? Vipi utasaidia familia yako? Na lini utapata pesa? Lakini hakuna anayeuliza ndoto yako iko wapi au unataka kuwa nani. Na hapo ndipo vijana wengi wanachagua kuishi ili kusurvive, si kuishi ili kutimiza ndoto zao. Ndoto ya kuwa daktari inageuka kuwa dereva bodaboda. Ndoto ya kuwa mwandishi inageuka kuwa muuza bidhaa mitaani. Na ndoto ya kuwa mhandisi inageuka kuwa kibarua cha ujenzi. Si kwa sababu hawakuwa na uwezo, la hasha, bali kwa sababu hawakuwa na nafasi. Yaani umaskini hauui watu tu, unaua pia na ndoto. Kuna vijana wengi sana wenye vipaji, wenye akili, wenye ndoto na wenye uwezo mkubwa sana, lakini vipaji vyao vinaishia mitaani na ndoto zao zinaishia moyoni, huku uwezo wao hautoi kuonekana tena. Sio kwa sababu hawakujitambua, bali kwa sababu hawakuwa na msaada. Lakini hadithi haiishi hapo, kwa sababu kila kizazi kinaweza kubadilisha kizazi kinachofuata. Unaweza kusaidia mtu asikate tamaa kwa kumtia moyo kijana, au kuweza kushare elimu na kwa sababu ya ndoto ya mtu kuendelea kuishi. Ndoto hazifi kabisa, zinahitaji nafasi tu. Kama wewe ni kijana unapambana kimya kimya, na kusihi usikate tamaa. Na kama wewe umefanikiwa, usisahau waliobaki nyuma, kwa sababu taifa lenye ndoto za vijana wake lina kesho yenye matumaini. Asante kwa kusikiliza. Hii ilikuwa ni sehemu ya 8 ya podcast yetu ya Open Mic, theme ikiwa ni umaskini. Kama umejifunza kitu leo, shiriki na mtu anayehitaji kusikia maneno haya. Tukutane sehemu ijayo. Usisahau kushare podcast hii ili sauti hii ifike mbali zaidi. Mpaka sehemu ijayo, mimi ni Umi. Big shout out kwa Gerald Kadinya wa Unique Media TZ. Sisi tunasema kuwa wa kipekee.